Sina uhakika lakini yani muonekano wake anaonyesha yani mfanana naye sana. Yani mfanana mno. Wewe mpumbavu unasemaje? Ah? Yaani unamzungumzia bosi wewe wa zamani yupi hapa? Wewe umechanganyikiwa? Ni mshenzi eh? Sikiza kwa kitu kimoja. Hapa tayari ule utawala ambao wewe unazungumzia ushapita. Sio unielewa? Sasa hivi hii kampuni inamiliki mimi. Hii kampuni inaitwa Joziwe Design. Na sio mambo mengine hapa. Unazungumzia bosi wako zamani yupi? Unamzungumzia Suku au? Shenzi nini? Kama yeye Suku angekuwa ni bosi wako sangekuwa hapa. Pumbavu wewe. Shenzi kabisa huu. Ala? Cockroach wewe. Nyang'ao. Jamani, nimefurahi sana kuwatambua. Na tutakuwa pamoja kwenye hii kampuni ili tuzidi kuboresha zaidi. Pale ambapo patakuwa pana tatizo, tutakuwa tunaambizana ili tuweze kufanya vizuri na vizuri zaidi. Karibu sana. Karibu sana kaka. Karibu. Asante. Wewe nawe maneno mengine angalia pa kuzungumzia. Sio kila sehemu tu unabwabwaje tu unapotaka wewe. Huoni hata aibu? Wewe unakaba na wewe ndugu yangu. Siku nyingine jikaze, acha umbea. Halo. Poa vipi? Safi, uko poa? Niko poa. Kuna sehemu nipo hivi. Sawa. Subiri kidogo nitakuja. Oh. Piskali. Piskali ya ofisini kwa Joziwe. Unajua unanishangaza. Hivi kilicho kufanya wewe ukaanza kuongea maneno yasiyoeleweka mbele ya boss, mtu mzima kama yule, mtu anayejitambua, mtu mwenye akili zake, ukawa unaongea tu. Kinachokutoka mdomoni mwako hicho ndio unachokiongea. Haya, kilikuwa kitu gani? Kwa hiyo mimi kuongea vile kwa nimekosea nini labda? Maana kama mtu kumfananisha nimemfananisha mimi. Haya nyie kimewauma nini? Kama nyie hamjawahi kufananisha watu, basi ni nyinyi. Mimi nimemfananisha mimi kama mimi. Kwa sababu nimemuona kabisa anafanana na bosi Suku. Sauti yake anavyoongea, jinsi alivyo muonekano wake. Ina maana nyie kabisa mmeshindwa jinsi, yani mmeshindwa hata kutazama vizuri kabisa, yani mkamwona sauti yake anavyoongea, hamjasikia hata muonekano wake jinsi alivyokuwa, mmeshindwa kuona. Sala, kwani kulikuwa kuna haja gani ya kuongea mbele ya bosi? Mbele ya mke wa bosi ambaye ni Madam Yu. Kwa haja gani ya kuzungumza maneno kama yale? Na ambapo nafahamu kabisa kwamba bosi hataki kusikia chochote kile kuhusiana na ule mtu. Sala, kwani ungekaa kimya ungepungukiwa na nini? Unapenda kulopoka sana Sala. Kwanza ni una bahati wewe. Ndio bosi alikuwa amelala. Maana ninavyomjua, alikufukuza kazi leo. Kwa hiyo unasema hiyo? Hapana mpenzi wangu, nikwambie kitu. Yaani jana umenifurahisha sana. Yaani hakuna siku ambayo nimeenjoy kama jana. Wewe acha kabisa tena kama kale ka style kale ka mshumsho kale.
Yaani hapa nimejichokea, hata kazi nimeshindwa kufanya. Usiamini. Kweli mpenzi wangu. Sikiliza. Yaani leo nataka. Na leo nataka serious kabisa. Saa ngapi? Mimi nikitoka ofisini tu. Nitakucheck. Jazile, ulikuwa unaongea na nani? Mbona uliponiona umeshtuka na kukata simu? Wewe unauliza hivyo kama nani? Au unataka nikujibu vibaya hapa uanze lawama zako, si ndio? Jazile mpenzi wangu, unajua umebadilika sana. Hivi ni kwa nini? Mbona hata ile maneno yako ya upendo sasa hivi siyaoni? Kwa hiyo wewe unataka tuanze kuoneshana upendo sasa hivi, si ndio? Wakati tuna mambo mengi sana ya kufanya. Kwani hujui kwamba hii kampuni itakuwa izidi kusonga mbele zaidi hapa? Hebu acha ujinga. Mapenzi yapo tu. Fanya kazi. Kila siku mapenzi. Fanya kazi. Sasa basi nikwambie tu labda usichokijua. Yaani mimi kufukuzwa kazi katika hii ofisi. Msahau kabisa. Yaani ningekuwa ni mtu wa kufukuzwa basi ningekuwa nishafukuzwa muda. Ningekuwa nishafukuzwa muda mrefu sana. Lakini mbona bado nipo? Na niwakumbushe tu. Mimi kwamba bado nipo sana. Yaani kufukuzwa kazi. Mtoe kabisa kwenye akili zenu. Siwezi kufukuzwa kazi. Bado nipo sana tu. Kwa kuwa wewe ni nani? Ni bosi? Ni mke wa bosi? Dada yake au ni mpenzi wake? Eti utaweza kufukuzwa kazi. Kifupi nikwambia kwamba nakupa pole. Nisikilizeni niwaambie. Kichwa kisicho na akili ni mzigo wa shingo. Maana kila siku suku. Suku huyo unayemtaja huyo suku. Atakuja kukuponza. Na mwisho wa siku hiyo ofisi utaiona chungu. Na kwanza ninavyokuangalia mimi kwa macho yangu mawili. Naona wewe umechoka kufanya kazi hapa. Na umechoka. Sasa wewe endelea kunengeneka. Tena nengeneka sana. Alafu kitakachokutokea anajua Mungu. Shoga yangu. 20. Wow, Mike. Kumbe unakaa mitaa ya huku? I say. Nimefurahi sana kukuona. Unajua, huwa napenda sana the way ninavyokuona, jinsi unavovaa. Unajua huwa unavutia sana. Yaani napenda sana. Sikutegemea kama nitakukuta mitaa ya huku. Wewe dada vipi? Mbona unaleta shobo ambazo sizielewi? Nani anaitwa Michael? Michael. Unamaanisha nini kusema hivyo?
Mbona sikuelewi? Mimi naitwa Edoki. Alafu koma kunizoea kijinga. Sawa. Jamani, hebu nisikize nikwambie. Michael, mimi sio kichaa. Mimi najielewa afu najitambua. Wewe ni Michael na nakujua vizuri. Au kama ikiwezekana basi tutoke hapa twende angalau tukapate moja baridi moja moto. Oh. Mimi si Michael. Naitwa Edoki. Alafu na siku nyingine shobo kama hizo sizitaki, sawa? Nisije nikakujazia nje hapa. Usinizoe. Nijue nini? Takucheck. Jozie, ulikuwa unaongea na nani? Mbona uliponiona umeshtuka na kukata simu? Wewe unauliza hivyo kama nani? Au unataka nikujibu vibaya hapa uanze lawama zako, si ndio? Mpenzi wangu. Na nachotaka nikwambie kwamba kila alichokuwa na kimiliki mama yangu nataka wewe ndio ukimiliki. Kweli baby. Yeah. Nafurahi kusikia. Wewe ndio mama yangu, sawa? Madam. Samani. Nilikuwa namuulizia boss Jozie. Sijui nimemkuta. Sorry kwa kuchelewa kukujibu. Akili yangu ipo mbali sana, nina mawazo. Ila bosi wako hayupo. Nipo mimi badala wake. Sijui nikusaidie nini. Okay. Pole kwa mawazo. Ila nilikuwa na shida naye yeye. Kama hayupo, nitakuja kwa wakati mwingine. Lakini naomba niongezee jambo. Madam, wewe ni cute sana.